Bwana mambo vipi? Leo bwana tunaenda kupata wasaa bora kutoka kwa producer DJ Zeroki. Na ni producer ambaye anafanya vitu vingi sana na amezunguka na wasanii mbalimbali hasa kwenye tasnia ya muziki wa Singeli. Lakini bwana tulipost na tulishare ile clip ya Yuzo ambayo alikuwa anazungumzia zaidi swala la mama yake mzazi Bi Fatma. Lakini tulipata story nyingi kwa wadau na wapenzi wa muziki wa Singeli wanaomtambua vizuri Yuzo, na huyu ni mmoja wapo ambaye anasema kwamba anamtambua vizuri na kumjua zaidi kupitia hivyo. Lakini tunaenda kupata na story ili tujue zaidi, na kama unavyoona kwamba tunajaribu kumpigia ili aweze kupokea simu ili tuweze kupata story naye ili tuweze kuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri zaidi. Tuna dakika kadhaa tunaendelea kumpigia ili tuone anapokea simu ili tupate story naye DJ Zeroki ili atueleze mengi ambayo anayoyajua anakuyafahamu kupitia kwa Yuzo, ili atuambie yeye anamfahamu vipi, anamuelewa vipi, kwa sababu tunaona anapitia majonzi katika masuala ya kumtafuta mamake mzazi na vingine kadhalika. Naona ameshapokea simu. Bwana mambo vipi DJ Zeroki? Bwana mzuka mwingi Amsha Media. Naam. Wewe bwana siku yako leo unaionaje bwana? Bwana siku imeamka na mfungo bwana, tupo kwenye 7 leo. Bwana. Kwa hiyo leo tupo kwenye 7. Bwana 7 hii tunadondokana 8 kabisa, hii tupo kwenye 7. Kwa hiyo afya ni kubwa sana mwanangu Amsha. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana vipi lakini harakati za sanaa zinasema? Bwana harakati za sanaa zinazidi kusonga, zinazidi kupambania, lakini sasa hivi ndani ya mfungo kuna kidogo asilafanya walisha nyuma, tunamwangalia Mungu naye pia, kwa sababu ndio wakati wake sahihi. Ili jambo halipatikani kila siku, lakini linapatikana kwa ndani mwaka mara moja. Kwa ni mwezi mkubwa sana kutubu, ndio maana tupo ndani ya funga, tunazidi kuendeleza. Bwana mambo fresh. Naona unafanya vitu vingi sana. Ndio. Naona unaenda sana, tunaona Dogo Choba unamkimbiza sana kwenye majukwaa. Sahihi kaka. Maridadi nazidi kuendeleza, heshima yetu usishuke kaka. Sawa. Na kitu kimoja ambacho nilitaka kujua na kufahamu kutoka kwako. Tunaona kuna msanii ambaye anaitwa Yuzo. Na ulituambia kwamba unamfahamu vizuri na kumuelewa zaidi, si ndio? Naam. Wewe unakuwa naye vipi huyu? Bwana vipi wewe namna unavyofahamu? Katika pita zangu mitandaoni katika jana juzi hivi nikaona interview fulani kapostiwa. Huyu dogo ukiachana na Yuzi, cha kwanza dogo anaitwa Yusufu, yani mdogo wetu sana. Tunamfahamu, tunajua baadhi ya watu wengi mbande Kiseo. Tunamfahamu sana kama mdogo wetu. Sasa nikaona interview inaendelea kwamba mtafuta mama yake, yani kwa fupi wazazi wake. Asa sana ni mama yake ambaye anamtafuta. Sasa nikaangalia nikasema udogo mbona tunafahamu, wazazi wake tunafahamu, mama yake anamtafuta vipi, kapotea au juzi kati, unajua zile. Kwa nikaangalia nikasema ili jambo mbona kama limekaa kwa kasi sana, yani anamtafuta mama yake kapotea, mbona si wazazi wake tunafahamu, pia ni mdogo wetu, unajua zile kusema mdogo wetu sana, tupo na mtaani. Hebu Zeroki samani kabla hujamalizia. Unasema kwamba huyu dogo anatafuta mama yake. Unasema kwamba wazazi wake wapo? Wazazi wake wapo, unajua sana Shimbande, wazazi wake wapo. Wazazi wake wapo, familia yake. Kwa nini unasema wazazi wake wapo na kati sisi tumefanya mahojiano naye anasema kwamba yeye anamtafuta mamake mzazi? Tunasema hivyo kutokana na cha kwanza tunaishi naye. Sawa. Pili tumemkuta kwenye familia yake. Unajua kwa sasa Amshoka na mimi hapo sasa hivi nikwambia baba mamangu kafariki. Kafariki vipi wakati tunakula mandazi wote nakutana naye Lodi? Wewe ni kitu fulani ambacho so kweli, yani unajua huwezi kuambia mimi mamangu kafa hapa asubuhi na marage. Hebu tuelezee zaidi, na wewe kama kuona wazazi wake wapo ilikuwaje na tension hiyo, kwa sababu mitandao ya kijamii sasa hivi ina post sana na tunashare sana kuhusu swala dogo Yuzo kwa swala kumtafuta mama yake mzazi. Hii imekaa vipi? Hebu tuambie ukweli wewe unaojua zaidi kupitia hii. Cha kwanza anaweza kusema kwa sababu mimi mwenyewe kwenye mitandao kitambo watu wengi tunaona baadhi ya vitu ambavyo vinaandaliwa kutokana na yule dogo alishai kuna tamasha moja kuperform akafanya vizuri huko Mbande, au sio? Kwa hiyo kwangu mimi linigusa kama kitu fulani wameandalia mtu fulani kiki madi asogee, kutokana yule ni mtoto mdogo pia anafanya vizuri pia katika game lake la Singeli. Kwa hiyo kwangu mimi nilivyoiona tu haraka nikajua hii kama kiki, lakini kiki hapa hii kama wazazi wamepanga poa, lakini kama wazazi hawajapanga ni kitu fulani ambacho sio kizuri, kutokana na sasa hivi interview kama mama yake au mzazi wake wote akaenda kuonyeshwa anaona kijana wangu vipi tena, unajua zile hapa sasa hivi tu hajafika hata mbele
anaanza hivi mbele sataniua, unajua zile vitu kama hivi. Kwa hiyo mbona kama una madini ambayo ya chini chini ambayo mashabiki bado hawajayajua, kwa sababu Yuzo wanasema kwamba ni kama unavyoona, kumbe hii ni kiki baada ya kufanya vizuri kwenye tamasha la ilikuwa ni tamasha la nini? Ile bwana tamasha lilikuwa Singeli Kitaa, kitu kama hiko, kutokana na sisi wenyewe katika moja wali perform na sisi tulikuwepo. Tulifanya Singeli Kitaa ambayo Spark Kitaa ya brother Samio. Singeli Kitaa Samio sisi wenyewe tuliperform, lakini ndio hivyo hawezi mkapostia wote, walomtaka wamemposti, sio wataka hajatuposti. Lakini mchongo ndio hivyo, kafanya vizuri na mimi kwangu imenigusa kwa sababu namjua sana, imenigusa kama kiki. Lakini kwa watu wengine sio mjua wamehuzunika kwa sababu comment si nimeziona. Na mimi mwenyewe hata ukipitia comment zao nimecomment pale. Mwenyewe ukipitia comment utaona, lakini wasio mjua atasikitika, lakini tunamjua tutambande ukiachana na mimi ukapigia watu wengine. Kila mtu atakwambia kivyake kuliko na tunamjua sana ni wadogo. Je, unaweza kunisaidia namba ya mzazi wake? Kwa namba bwana siwezi kukutajia kutokana sina. Unajua vijana tunavyoishi na wazee tofauti bwana. Tunaishi shikamoo malaba hivyo maisha. Kwa hiyo hatuwezi kusema namba zake ninazo kutokana soeji yetu, yani angekuwa kama kijana mwenzangu hapo ningekutajia. Kama yeye amsha namba yako na, lakini kwa mzee bwana kwa namba yake sio kweli. Haya basi sawa. Basi ni wasaa mzuri, basi Mungu akipenda Jumapili basi tutakuja mtani kwako na utupeleke moja kwa moja kwa wazazi wake ili tuweze kuonana nao, mashabiki waone kwa usika zaidi, kwa sababu wasanii wa Singeli wanafanya hiki kumbe ni kiki ambapo bado hatujajua. Kwa hiyo tusijali, tutazungumza ili wazazi wake watupe ukweli zaidi, je, tujue kama ni kiki au labda yeye mwenyewe nafsi namna inafanyaje anaweza kufikia. Hiyo amsha imeisha hiyo, kisema begani kisenda nyumbani. Bwana imeisha hiyo, imeisha kabisa. Na vipi unawaambia nini mashabiki zako? Bwana mashabiki zangu naambia cha kwanza msinichoke Ramadhani, lakini Ramadhani ikiisha bwana kuja kuachia mchupa mkubwa kabisa hapo wa biti langu ambalo linaenda kwa jina na la kwao. Bwana mapema fuatilia akaunti zangu zote za kijamii, natumia DJ Zerock, andika Kiswahili kabisa DJ Zerock pale utaona Mr. Mtazamo. Bwana usikose kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii na kwenda kuachia biti langu soon tu baada ya Ramadhani kuisha. Bwana support yako ni muhimu. Mimi kama mtoto wa udongo siendi mbele siendi kushoto bila kupelekwa, na ambaye mtu anaipeleka ni wewe shabiki yangu. Usikose kunifuatilia na pia usikose kutufuatilia kwenye mitandao yote kabisa. Bwana kisema begani akaamsha sina mengi. Basi sawa, aina noma. Bwana huyu ni DJ Zerock ambaye ni producer ambaye wa Singeli, anafanya vitu vingi sana katika tasnia ya muziki wake. Na kama unavyomsikia anazungumza kwamba Dogo Yuzo kwamba ni kiki ambayo ameamua kuifanya kwenye tasnia ya Singeli. Sasa mimi na wewe bado hatujapata ukweli zaidi kupitia hili. Kwa hiyo tutakufanya kwamba tutaenda Jumapili kupiga story na wazazi wake, watuambie na watueleze ni kitu gani ambacho walichokuwa nacho, au ni kama ni kiki au ni sahihi zaidi kama wazazi wako wamepotea. Na basi na mimi ili uweze kuenjoy kupata muziki mzuri kutokea ndani ya Amsha Media, ili uweze kuenjoy kupata burudani ambayo ilikuwa poa zaidi, hakikisha unaenda kwenye account zangu, unaenda kwenye follow na kwenda kuingia YouTube kuandika Amsha Media uweze kunisubscribe ili mbali kupata kitu ambacho kilichokuwa poa. Okay, asante sana na ninakupenda ile kinoma noma.